Umsifie mchipuko wako hata kwa Kiingereza kwa maneno machache. Kwa maneno machache? Sababu ulikuwa unamfundisha na nilishe shemeji yako Kiingereza. Shemeji yangu? Kwenye ile tangazo. Ingia. Kwa nini msifie? Msifie. Sogea huko kidogo, wife naye yupo wife. Nataka ugomvi hapa. Sogea huko. Unaleta nini? Masikuelewi. Hebu msifie kidogo hapo. Sasa nimsifie nyumba ndogo wakati boss kashakuja hapa. Unatafutia nini tena? Chochote kile cha kuambia. Kwa kumsifia kwa sababu watu wana wish pengine kuona hapa na watu wameona hivi, nafikiri comment zitakuwa nyingi sana. Yeah, actually kwanza vyote vyombo hilo jicho sasa. Vyote vyombo. You know that wana rangi nzuri za mvuto ambazo nafikiri mimi ni ugonjwa wangu. Ukiniangalia vizuri unaweza kujua manyanya ugonjwa wake uko wapi. Color sometimes. They all white. Wote ni weupe. Sema sasa kuna tofauti. Nyama nyingi. Asa nyama so ish, mimi siangalii nyama. Stuffed mishikake. What I'm looking for is the cuteness. They're all cute, they're all beaut. Na kaugonjwa kidogo na tufupi kama unavyotuona hivi. Amazing. Yeah. Sawa, mimi nawashukuru bwana. Vai, ukianza unaweza kiwalisati kama maisha? Mimi hata siwezi upita jamani. Hapana. Ni ya moto Tilde, ukipata mumewe, do you think utafanya kama ambavyo ulikuwa unaigiza ama utafanya zaidi ya vile? Nitafanya hivyo kama ninavyoigiza. Au utazidisha kidogo? Hamna cha kuzidisha pale. Kila kitu nimemaliza. Zidisha kidogo. Hamna. Wewe ni mtu Tanga? Hapana. Wapi? Morogoro. Morogoro. Sasa ushakutana mlugulu mweupe chombo kama hiyo? Ile kawaida wachache. Yaani hiki kuna namna fulani kimemix hivi. Sio pure. Kuna namna kimemix hivi. Ukikutana nacho haraka unaweza kusema sio cha hapa. Kama kisauti fulani hivi kidakataa hapo sasa. Sawa moto. Sana. Ni mlugulu pia kweli wewe? Au una Mwarabu Pemba kwa mbali babu? Mama yangu mimi ni Matumbi wa Kilwa huko. Kwa hiyo nahesabu huko mama yangu kondo wana mambo yao. Lakini tunazo hizi rangi Tanzania. Tunazo sana. Kwa hiyo soko wa Morogoro. Wapo. Kwani Waarabu wazungu hawajapita Morogoro? Wamepita kidogo. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Tilda, the same tuko na Professor Manyanya. Nyaje? Fresh ndio yao. You good? I'm good. Ukiongea Matilda hivi unamuonaje na kwa zile sini zako? Matilda chombo. Wewe kwanza unamuonaje? Unamwangalia kwa mtu. Hebu muite kama unavyomuitaga. Muite kama unavyomuitaga pale kwenye scenes. Ninavyomuitaje? Unavyomuita ni kitaalamu Kwani mimi namuitaje? Mosha sawa. Mimi nafikiri mimi namfanyiaga sana matendo mazuri. Namuitaga sweetheart, namuitaga my love, namuitaga mommy. Yes. Katika majina yote akiwa anakuitaga kwenye zile scene, lipi wewe unalivutia zaidi, yani akiwa unakuwa una feel ni hata ile kishikaji kwamba unalipenda zaidi? My love. Nice. Kuna scene moja watu wengi walikuwa wanaipenda, ile ambayo anakuuliza kuhusu ndimu. Kaka, mbona ukafikiria? Kiwalisia unatamani upate mwanamke design hiyo? Of course. Mati ana chachu za mwanamke kabisa ambazo amekuwa akizionyesha katika sini nyingi ambazo akizicheza. Na si mimi tu. Nafikiri mwanaume yote pia anavutiwa na baadhi ya chachu alizokuwa nazo kwa sababu zinaenda kumpa ukamilifu ambao mwanaume wengi by nature tunakuwa hatuna. Kacheza mwanamke sana. Nafikiri ndio maana amekuwa na kivutio kikubwa. Sema watu wengi hawajapenda mwishoni ulipomfanyia mtoto wako, kajitahidi kukupikia, kukuuliza, anakuomba mpaka msamaha, wapi bwana wewe? Wewe acha tu. Mimi mwenyewe hujui jinsi ilivyonichukua lakini hatuna namna. Pale inaonekana muuni upo kwa wife lakini akili unatamani utoke uende. Nafikiri ushaniona hicho Nimezama. Yaani kiufupi kuna namna nimezama sana. Kwa hiyo hata kama kichwa kinaelea lakini mwili wote bado uko ndani. Yeah. Matilda, ukipata mumewe, do you think utafanya kama ambavyo ulikuwa unaigiza ama utafanya zaidi ya vile? Nitafanya hivyo kama ninavyoigiza. Au utazidisha kidogo? Hamna cha kuzidisha pale. Kila kitu nimemaliza. Zidisha kidogo. Hamna. Wewe ni mtu Tanga? Hapana. Wapi? Morogoro. Morogoro. Sasa ushakutana mlugulu mweupe chombo kama hiyo? Ile kawaida wachache. Yaani hiki kuna namna fulani kimemix hivi. Sio pure. Kuna namna kimemix hivi.
ukikutana nacho haraka haraka unaweza kusema sio cha hapa. Kama kisauti fulani hivi kinakataa. Hapo sasa. Wa moto. Sana. Ni Mluguru pia kweli wewe? Hauna Mwarabu Pemba kwa mbali babu? Mama yangu mimi ni Matumbi wa Kilwa huko. Kwa hiyo nahisi huko mama yangu kondo wana mambo yao. Ya upe. Tunazo hizi rangi Tanzania. Tunazo. Tunazo sana. Kwa hiyo soko wa Luguru. Wapo. Kwani Waarabu wazungu hawajapita Morogoro? Wamepita kidogo. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa sini moja niliona bichu aliposti ile ambayo unamkumbatia unamvuta ile vipi ile ilikuwa ya moto. Kiukweli ni moja kati ya sini ngumu. Anacheka mwenyewe anajua. Ni moja kati ya sini ngumu sana kwake. Kwa sababu kile kitendo kilimshtukiza ingawaje sini alikuwa anaijua. Lakini ule mvuto kumkamata vile kilimshtua kwa sababu hakutegemea kama ingetokea vile. Ndio maana unaona kama ilitengeneza hamaki, lakini ilikuwa sini nzuri by the way. Unasema kama una mahusiano ile bebe anaweza akamind. Kawaida lazima pia muelewa, so kila ambacho kinafanyika kwenye sanaa kiko hivyo. Ile ikikuletea shida kwa shemeji. Shida zipo, ile ndio liko wazi. Sababu kusema jimbo liko wazi, kuna post ulipost hivi karibuni. Hatuna haja ya kuizungumzia, watu wa kufollow wakajionee. Zika comment pale, comment nyingi. Ilileta shida kuleta shida ile clip. Clip gani nimepost? Mbona kuvuta manyanya hivi kwenye kocha. Watu wanastuka yani kama romantic fulani hivi afi nakataa. Alipost boss wetu lakini mimi sikuipost, lakini jimbo aliko wazi. Jimbo? Aliko wazi. Ninamgombea. Akumind sasa shemeji? Ana mind, ila ndio hivyo kazi, sasa tutafanyaje? Lazima tu aelewe. Kuna namna wote shemeji atamaniki kuja location ukiwa na shoot. Amna. Okay. Sawa. Unapomwona hivi Manyanya, do you think unatamani kupata mwanaume kama Manyanya sasa kiuhalisia? Mwanaume fulani hivi ana maneno, ukiongea na ex wako anza kwambia kitaalamu, ukianza kuongea na ex wako. Unajua, unafanya mimi ni vipi? Unatamani kupata mwanaume kama wewe mwenye mwana falsafa? Amna, ila tu napenda anavyoigiza. Ila kupata mwanaume mwenye sifa kama zake utaki? Sitaki. Itaniletea shida. Italeta shida. Wewe mdoto unasemwa tu. Anagumu. Sawa, tamicho cha kumalizia kwako Manyanya. Cha mwisho ni kwa mashabiki zetu, labda tunawapenda sana, tunashukuru kwa support ambayo wametuonesha tangu mwanzo mpaka sasa hivi. Tuwaahidi tu pia vitu vizuri vinaendelea kuja, dunia bado ndo kama inaanza, kwa endelee kusubiri, vizuri vinakuja. Kingine pia napatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram Manyanya_doti, lakini TikTok pia unaweza kunipata kwa Manyanya__. Nawapenda sana. Mimi nawapenda sana, muendelee kutufuatilia. Instagram natumia Matilda_tz. Mkanifollow. Okay. Sawa, Manyanya, ningetamani umsifie mchipuko wako hata kwa Kiingereza kwa maneno machache. Kwa maneno machache? Sababu ulikuwa unamfundisha na nilishe shemeji yako Kiingereza. Shemeji yangu? Kwenye ile tangazo. Ingia. Kwa nini msifie? Msifie. Sogea huko kidogo, wife naye yupo wife. Mtakao ugomvi hapa. Sogea huko. Unaleta nini? Masikuelewi. Hebu msifie kidogo hapo. Sasa nimsifie nyumba ndogo wakati boss kashakuja hapa. Unatafutia nini tena? Chochote kile cha kuambia. Kwa kumsifia kwa sababu watu wana wish pengine kuona hapa na watu wameona hivi, nafikiri comment zitakuwa nyingi sana. Actually kwanza vyote vyombo hilo jicho sasa. Vyote vyombo. You know that wana rangi nzuri za mvuto ambazo nafikiri mimi ni ugonjwa wangu. Ukiniangalia vizuri unaweza kujua Manyanya ugonjwa wake uko wapi. Color sometimes. They all white. Wote ni weupe. Sema sasa kuna tofauti. Nyama nyingi. Asa nyama so ish, mimi siangalii nyama. Stuffed mishikaki. What I'm looking for is the cuteness. They all cute, they all beauty. Na kaugonjwa kidogo na ufupi kama unavyotuona hivi. Amazing. Yeah. Sawa, mimi nawashukuru bwana. Vai, ukiwenza unaweza kiwalisia katika maisha? Mimi hata siwezi hiyo vita jamani. Hapana. Ni ya moto Sawa, mimi nawashukuru. Wala tu uyapie nini watu waone nini kapo nini basi. Kakae pale. Asante sana. Nashukuru sana mashabiki zetu, tunawapenda, endeleeni kutusupport. Okay, sawa. Asanteni sana.